Shalom, mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, popote pale unakonifuatilia. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka yote, jina lipitalo kila jina. Leo nimekuja na jambo. Nataka nizungumze na mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, yeyote popote unakonifuatilia, ambaye kwa njia moja au nyingine umekuwa ni mtu wa kuwadharau wazazi wako. Ni mtu ambaye humheshimu baba yako, humheshimu mama yako. Yaani ni mtu ambaye wazazi unawaona ni watu wa kawaida sana kwenye maisha yako. Kwa maana unaweza kumjibu unavyotaka kumjibu. Unaweza kumwambia unavyotaka kumwambia, kwa sababu tayari umeshajenga mazoea kwa mzazi wako, umemzoea. Kwa hiyo waweza mfanya unavyoweza kumfanya. Nataka nizungumze na wewe kijana, nataka nizungumze na wewe mvulana, msichana, popote unaponifuatilia. Nikitamani nikuambie maneno haya ya kuwa katika watu ambao unatakiwa kuwaheshimu na usifanye mchezo kabisa, na usifanye mazoea nao kabisa, ni wazazi. Maana Biblia ninayoisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso, naomba nisome na wewe kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 6, nitaanza aya ya kwanza. Biblia inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Ile aya ya pili Biblia inasema, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Ile aya ya 3 Biblia inasema, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Upate heri na ukae siku nyingi katika hii dunia. Kwa maana kumbe ziko baraka ambazo huwezi kuzipata popote. Iwe ni kwa baba yako wa kiroho, iwe ni kwa mchungaji wako, iwe ni kwa mtume, iwe ni kwa nabii, iwe ni kwa mwalimu wa neno la Mungu kama mimi. Ziko baraka ambazo huwezi kuzipata popote isipokuwa ni kwa wazazi wako. Biblia inasema mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Manake kumbe, ili uweze kuishi siku nyingi hapa duniani, kanuni ni kumheshimu baba na mama. Mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi na heri duniani. Heri maana yake ni baraka. Kutembea katika baraka, kutembea katika uzima, kutembea katika afya njema, kutembea katika mafanikio, kutembea katika furaha ya kweli. Hakikisha unamheshimu baba yako na mama yako. Sasa wako watoto ambao wamewachukulia wazazi wao poa. Anamjibu anavyotaka, anasema anavyotaka, anamtriti mzazi wake, baba yake au mama yake anavyotaka. Natamani kukuambia unacheza na moto. Unacheza na moto. Alafu wako wengine wanaonishangaza, unamkuta baba yake wa kiroho anamheshimu sana baba yake wa kiroho mpaka anampigia magoti, lakini wazazi wake anawaona ni watu wa kawaida, wala hawaheshimu. Anawajibu anavyotaka, anaongea nao anavyotaka, lakini baba yake wa kiroho anamheshimu na mpaka hata kumpigia magoti, hata mpaka kulala kwa tumbo wakati mwingine. Natamani nizungumze na wewe ambaye mzazi wako umemwona wa kawaida sana. Baba yako wa kiroho waweza mnunulia gari. Baba yako mzazi anatembea miguu mitupu, yaani hana hata viatu. Baba yako wa kiroho unaweza mjengea nyumba. Sikukatazi kumjengea nyumba baba yako wa kiroho, lakini je, hakikisha unapomjengea baba yako wa kiroho nyumba, na baba yako aliyekuzaa na mama yako tayari umewajengea nyumba.
Baba yako wa kiroho unamnunulia suti na viatu vya gharama. Mama yako na baba yako unawanunulia yebo. Mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, natamani ni kutafakarishe jambo hili. Baba yako wa kiroho umemjengea nyumba. Mama yako na baba yako waliokuzaa wanaishi kwenye nyumba ya mbavu za mbwa. Mama yako na baba yako waliokuzaa wanaishi kwenye kinyumba cha majani. Sisemi kama kuwabariki watumishi wa Mungu ni vibaya, sio vibaya, lakini Biblia ninayoisoma inasema asiyetunza wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini, manake ameikana imani. Naomba hapa usinielewe vibaya, usinielewe vibaya. Mheshimu baba yako na mama yako. Jifunze kuwatunza wazazi, na hasa nazungumza na watoto wa kiume. Natamani nizungumze na wanaume. Ni wanaume wengi sana hawana tabia ya kuwakumbuka wazazi, hawana tabia ya kuwatunza wazazi, hawana tabia ya kuwajengea wazazi. Lakini watoto wa kike wengi wanafanya hivyo. Mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Ziko baraka ambazo huwezi kuzipokea popote isipokuwa kwa wazazi wako. Jifunze kuzungumza vizuri na wazazi wako. Biblia ninayosoma kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 na ile aya ya 4. Biblia inasema anayemdharau baba yake, amtukanaye baba yake na mama yake, mtu huyu kufa na afe. Lakini umechukulia rahisi namna unavyomjibu baba yako, umechukulia rahisi wazazi wako, hata uwatunzi. Wazazi wako wanazunguka nyumba kwa nyumba kuomba vyakula, lakini wewe huku mjini unaishi maisha ya kifahari. Wazazi wako hawana nguo, lakini wewe huku mjini baba yako wa kiroho unamnunulia suti kila mwezi. Haya, naomba nikuulize, kila mwezi unatoa fungu la 10 kwa huyo mchungaji wako au aposto au nabii au mahali unakoabudu, ni sahihi kabisa. Lakini je, naomba nikuulize swali, kila mwezi wazazi wako unawatumia nini? Kila mwezi wazazi wako unawatumia nini? Unafanya kama unavyofanya kwa mchungaji wako? Unafanya kama unavyofanya kwa mwalimu wako wa neno la Mungu? Unafanya kama unavyofanya kwa huyo mwinjilisti? Unafanya unavyofanya kwa huyo mtume? Mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, ili uweze kutembea katika zile baraka zilizoamriwa na Mungu mwenyewe, baba na mama, anza kwanza nyumbani. Unashangaa unamnunulia mchungaji wako gari, wazazi wanatembea kwa miguu. Waliokuleta duniani, waliokusomesha, ukawa hivyo ulivyo, alafu unawaona hawana thamani kuliko baba yako wa kiroho. Yaani nikuambie, ukienda hivyo, nisiseme mengi, lakini najua hili fundisho linaweza likaleta maneno, lakini natamani nikuambie, yeyote unayenifuatilia, hakikisha baba yako na mama yako wanafurahi. Hakikisha wazazi wako wanafurahi. Hakikisha wazazi wako wako kwenye mahali pazuri, ndipo uweze kufanya sehemu nyingine. Hakikisha. Mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Usiwaone ni watu wa kawaida. Wazazi wako si watu wa kawaida. Wazazi wako ni watumishi wa Mungu pia.
Na hata unapoachilia sadaka, ombea